Bwana wa Sabato, mwaminifu, tunanyenyekea kwako tukianza ibada na hili somo Mfalme ukaweke muhuri ndani yetu, ili katufanye watu wako kamili na tuwe wana wa Mungu kamili. Tusaidie Mfalme kuwa tofauti na dunia, tusamehe makosa, tutakase na utujenge. Tazama Bwana, tuko na kilio hata kwa ajili ya tabia mbaya za watoto wetu. Naomba Mfalme utusaidie kupita hili jambo kwa uvute na uweke upendo wa neno lako ndani yao. Kila wazimu ambao uliwekwa na madhehebu ya uongo, Bwana tunaomba ubasi tusaidie kutoa kila mafundisho ya kudharau neno la Mungu ambayo imewekwa na shetani na Illuminati. Bwana, toa ndani yetu madharau yote ya neno lako na kutopenda neno lako ambao umewekwa na nabii wa uongo. Ninaomba Bwana uondoe na umsaidie Mfalme kukupenda na kuishi kwako. Tupatie ushindi kuvuka kila jaribio la shetani. Sifa na utukufu ni kwako. Bwana, ninaomba hili somo ambalo tunaenda kuitoa kwa mataifa yote na dunia yote ikawa baraka ya watu wengi kujua ukweli na ukweli kuwatoa katika minyororo ya shetani na nabii wa uongo. Mfalme akakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo ndiye mtuma. Katika jina la Yesu Bwana wa Sabato tunaomba. Amina. Basi kile shabi basi tunaenda kuingia kwa hili somo ambalo ni somo nilikuwa nimetanguliza hapo mbeleni, na ningependa popote unaposikiliza utembee nasi katika maandiko matakatifu ya kuweka tofauti. Ujumbe ambao tutakuwa tukiuangalia ni ujumbe ambao unasema imani yetu. Imani ni nyingi sana duniani. Imani ni njia kuu sana ya kupeleka kwa uzima wa milele ama kwa maangamio ya milele. Kwa hivyo msikilizaji wangu, unaponisikiliza kutoka mahali ulipo nchini Kenya na Uarabuni, Marekani na nchi za mbali duniani kote, ningependa hii ujumbe uchukue kwa umakini, maana ni imani ambayo bila imani hakuna mtu atamwona Mungu. Na kwa imani wengi walipata kubarikiwa na Mungu na kuona matendo makuu ya Mungu. Wokovu wetu ni kwa imani ya kweli na uzima wa milele ni kumwamini Mungu wa kweli. Kwa hivyo tunapenda kwanza tuweze kuamini Mungu ya kwamba itakuwa ni somo la kubadilisha msimamo wako na kujielewa. Asubuhi tuliona Mungu ni mmoja tu. Na tumeangalia maandiko tofauti tukianzia Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6 ambao tuliuchambua na tukaona maandiko yanasemaje. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake wa 6. Inasema ndio, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Ambaye vitu vyote vinatoka kwake. Imetosha. Hii neno ya kwamba Mungu ni mmoja tu ni neno rahisi sana kwa kila mtu duniani. Kila mtu anasema Mungu ni mmoja. Kila mtu ni rahisi kusema. Lakini ukitaka kujua kile kiko ndani ya mtu, basi mchunguze kimaandiko. Biblia inaturuhusu kuchunguza watu. Nisomee Wafilipi mara moja. Tuangalie kama tunaruhusiwa kuchunguzana. Nipatie Wafilipi 2 mstari wa 4. Inasema kila mtu ndio asiangalie mambo yake mwenyewe, ndio, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Kila mtu angalie mambo ya wengine. Na sisi kama wahubiri ambao tuko na amri ya Yesu ya kwenda duniani kote. Nipatie Luka 16. Nipatie Luka 16 mstari wa 15. Luka 16 mstari wa 15. Akawaambia, ninyi ndini mnaojitahidi haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyoni mwenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Lile linatukuka katika macho ya wanadamu inakuwa nini? Huwa chukizo mbele za Mungu. Mstari wa 19 inasema, mstari wake ni wa 19. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa
makombo yaliyoanguka katika meza ya ule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikiwa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Injili ambayo Kristo ametupatia inaenda kwa watu wawili, kwa matajiri na masikini. Na hapa maskini anahesabiwa kuwa ni yule, ama hiyo story Yesu alipeana ni mfano, sio ya kitu kilifanyika. Hii ni somo Yesu anasomesha kuonyesha hali ya injili ya dunia ni ya tajiri na maskini. Nipatie Mathayo 5. Anza mstari wake wa 7. Inasema ndio Mathayo 5 mstari wake ni wa 7. Ndio. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ndio. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maana ufalme wa Mungu ni wao. Wale watu wanadhihakiwa, wale watu wanasimiliwa, wale wanachekelewa, wale wanaonekana masikini, wale ambao wanaonekana wanyonge, ufalme wa Mungu ni wao. Na tunaonekana wanyonge kwa neno la Mungu kwa sababu ya unyenyekevu. Hatupimi upendo wa Mungu na utajiri, tunaupima na maandiko. Maandiko imesema wanyenyekevu. Endelea kusoma hiyo mstari. Inaendelea kusema ili watakapo washutumu, wanapowatushutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo, na kutunenea kila neno baya kwa uongo, watatunenea kwa uongo. Tutajuaje wananena kwa uongo? Tutajua kupitia neno la nani? La Mungu. Na neno la Mungu sisi linatufundisha aje? Ya kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Hebu soma hiyo mstari, tusoma katika Yakobo 2:19. Inasemaje? Katika Yakobo wacha nifike pale James. Fika pale. 2:19. Ndio. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja? Sisi tunaamini kuwa Mungu ni mmoja. Tunafanya watenda mema. Hiyo kuamini kwamba Mungu ni mmoja, tunafanya mema. Na kanisa na watumishi na manabii wa Mungu wote walifundishwa na Mungu ya kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. So tunapofanya hivyo tunafanya mema. Wewe msikilizaji, kuna injili ya kuonyesha watu ya kwamba miungu ni wengi, tutakuwa tunaangalia hiyo. Lakini nimeweka msingi kuonyesha sisi leo tunafundishwa kwamba na maandiko matakatifu ya kwamba Mungu ni mmoja. Nisomee Wagalatia 3:20. Wagalatia 3:20. Wagalatia 3 mstari wake ni wa 20. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja. Ndio. Bali Mungu ni mmoja. Hapo ndio nilikuwa nataka. Mjumbe si wa mjumbe mmoja, lakini ni wa Mungu mmoja. Paulo ambaye anaandika hizi vitabu na wale waandishi wengine Yohana, wote ni wengi, lakini wote wanashabikia Mungu mmoja na wanasema wametumwa na Mungu mmoja. Maandiko yote yanatuambia kwetu sisi Mungu ni mmoja. Nipatie Waefeso 4 mstari wake ni wa 4. Inasema ndio, mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja. Tunafundisha ya kwamba Mungu ni mmoja. Na hili ni kitu isindilikike ndani yako vizuri. Maana ujanja ule ambao umetumiwa kusema mambo ya Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Kila mmoja anasema Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. There's only one God. There's only one God. Wanasema hivyo kwa mdomo. Watu hao wanaabudu Mungu bure
Nisomee Marko 7:7. Marko 7:7. Kitabu cha maana watu wanaita Mungu. Lakini ndani ya roho zao sio hivyo. Soma. Akawaambia. Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanadamu. Isaya ametabiri vyema juu ya watu wa nyakati za mwisho. Kama ilivyoandikwa. Watu hao huniheshimu kwa midomo. Kuna watu wanaheshimu Mungu kwa nini? Kwa midomo. Kuna watu wanaheshimu Mungu kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali nami. Iko mbali nami. Hapo umenipata kanisa? Naam. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Hivyo hapa ninapoongea hivi. Naam. Hapa kuna watu ambao wanaita Mungu tu sababu tuko hapo. Naam. Lakini rohoni wako mbali sana. Rohoni wako mbali sana na Mungu. Na ukitaka hao watu utawajua namna gani? Sio sitaingia huko ndio nisome kwa ujumbe. Ni mdogo tu. Dalili moja tumeiona. Kipi umeiona? Dalili moja ni hiyo. Tumeanza masomo vizuri. Katikati watu wengine wanapotea. Maana Mungu alikuwa wapi? Mdomo. Ni mdogo tu, lakini roho ziko wapi? Mbali. Tunaenda. Wewe, harakisha. Nenda. Maliza gari. Tufike. Tuondoke. Hao watu wako kila mahali, sio hapa peke yake. Mhubiri anapohubiri ujumbe kama huu, anakuwa kikwazo kwa wengi. Nisikuwa kikwazo kwako. Nisikuwa kikwazo kwako. Wewe Mungu ni mmoja. Ni mmoja. Waefeso 2:16 inasemaje? Waefeso 2:16. Wacha tusikie vile inasema. Katika Waefeso 2:16. Ndio. Nimefika mahali pale nasoma ilivyoandikwa. Soma. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja. Katika mwili mmoja. Kwa njia ya msalaba. Kwa njia ya nani? Msalaba. Ndio. Akiisha kuubisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akihubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi zote tumepata njia ya kumkaribia Baba. Baba. Yeye nilikuwa ndani. Na kwa yeye tumepata njia ya kumkaribia nani? Baba. Ambaye tumesoma katika Wakorintho wa kwanza 8 tunaona Mungu kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye nani? Aliye Baba. Hiyo tumesoma tunaona Baba hapo ametajwa tena na ametajwa tena. Nipatie Waebrania 3:12. Waebrania. Hebrews. Waebrania 3:12. Acha inasema ndio katika 3:12 Waebrania. Ndio. Angalieni ndugu zangu, ndio usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu ambaye tunaongelea ni mmoja, ni Mungu aliye hai. Hiyo ushike vizuri. Huyo Mungu ambaye tunaongelea sio Mungu sanamu za Wahindi. Sio Mungu ameua na biskuti na sio ng'ombe. Huyo ni Mungu aliye hai ambaye tumeona anakaa wapi? Soma hapo Yakobo. Tuone mahali anakaa. Huyo Mungu ambaye ako hai. Tuone anakaa wapi? Yakobo 2 hapo. Yakobo 2:19. Yakobo 2:19. Inasema ndio. Wewe waamini ya kuwa maana inasema ya kwamba ilikuwa Timotheo. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Mzuri zaidi. Tunakamilisha kuona wewe Mungu sasa. Inasema katika Timotheo wa pili ile mstari wake Timotheo wa pili ama wa kwanza? Wa pili mzuri kama tunavyosema. Wacha nije nisome ile. Ile mstari wake ndio wa 17. Kama sijasema. Huyo Mungu tumemwona ni mmoja, hapo hai na anaishi. Na asubuhi tuliona ya kwamba
ni muumbaji, yeye ni Baba na ana jina. Soma Matendo wa kwanza 6:16. 6:16. Ambaye yeye peke yake, ambaye yeye Mungu hapatikani na mauti. Hapatikani na nini? Na mauti. Ndio. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Na anakaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Ndio. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Ndio. Wala awezaye kumuona. Ndio. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Amina. Huyo ndiye Mungu ambaye tunazungumzia. Huyu Mungu amenena na sisi katika kizazi kama kutoka mwanzo mpaka mwisho. Anaongea na sisi na Hosea 10:12. Nisomee. Hosea 10:12. Mungu amenena na hao manabii. Amenena na hao manabii. Na watumishi wa manabii. Na watumishi wa manabii. Nimetumia mfano. Mungu ana kanisa ya watu ambao wanaitwa mapadri. Hakuna padri. Siku hizi za mwisho Mungu anasema na sisi kupitia manabii. Amesema na sisi kupitia mitume, wainjilisti, walimu na wachungaji. Ofisi za Mungu zimeisha namna hiyo. Soma Hosea. Inasema, ndio. Tena nimenena na hao manabii. Mungu amenena na manabii. Nami nimeongeza maono. Ameongeza maono. Na watumishi wa manabii. Na watumishi wa manabii. Nimetumia mifano. Amewatumia usiku na mchana, akiwapatia mifano. Hii mifano ambayo tunataja pale, ni hii mifano ambayo na hii mchoro tunayo hapa. Watu wasiosoma haya maandiko, wakiona ile mchoro ya Danieli, vile Nebukadneza aliona, na wanasema ni shetani. Simuliona hapa? Ndio. Kuna watu hapa walisema hiyo ni mashetani wamejaza hapa. Hawajui ile ndoto ya Danieli. Hii ni shida kubwa sana. Lakini Mungu wa pekee ambaye ametupatia imani na akatupatia manabii. Na kwa utumishi wa manabii akazungumza na wao kwa mifano. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia mifano. Lakini kabla tuko hapo, tuko katika chapter ya Mungu mmoja. Huyo Mungu mmoja amesemaje yeye mwenyewe? Nipatie Kutoka 20. Amesemaje kuhusu yeye mwenyewe? Nipatie 20:2. Inasema, ndio. Mimi ni Bwana Mungu wako. Yeye anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza anasema usikue na Mungu mwingine. Kwa hiyo Mungu anafaa kuwa wangapi? Mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Na hiyo ni amri yake ya kwanza. Na tunamjua Mungu kupitia nini? Amri zake. Nipatie 4:12 Kumbukumbu ya Torati. 4:12 Kumbukumbu ya Torati. Ndio. Inasemaje? Bwana akasema nani kutoka kati ya moto. Mungu amesema nasi kutoka kati ya moto. Mkasikia sauti ya maneno. Lakini hamkuona umbo lolote. Sauti tu. Ni sauti tu. Akawahubiri agano lake. Alilowaamuru kulitenda. Yani zile amri 10. Amri 10. Akahubiri amri. Hapo Juma sheria. Akawapa nini? Rudia hapo Juma. Inasema, ndio. Akahubiri agano lake. Agano la Mungu ni nini? Yani zile amri 10. Hapa kuna mtu ana agano na Mungu. Tuko na maagano, kuna kitu tumeagana na wewe. Naam. Tunapoagana kitu, lazima kijulikane ni Mungu. Hata tukiagana, nikienda town, nikirudi, mke wangu nitakuletea unga ya katoke, ama nitakuletea unga ya chapati, ama nitakuletea kitambaa ya kufunga kichwa, nitakuletea kitenge ile ya kutoka Kongo, nitakuletea kitenge. Tumeagana? Ndio. Hiyo ni maagano. Maagano nini? Ya kitenge. So Mungu ana maagano na sisi. Na hiyo maagano yanaitwa ni maagano ya nini? Zile amri 10. Kwa hivyo hizo amri 10 ni za kudumu milele. Nipatie Zaburi 119. Sasa
19 verses 155. Inasemaje? Katika wokovu umbali na wasio haki. Wokovu kwa umbali na wasio haki. Wokovu kwa wokovu kwa iko mbali sana na waliofanya nini? Walio haki. Sema tena. Inasema wokovu mbali na wasio haki. Wokovu mbali na wasio haki. Unataka nini? Wokovu mbali sana na wasio haki. Ni kwa nini? Kwa nini wokovu uko mbali sana na wasio haki? Kwa nini unasoma? Ndio sana. Kama tungekuwa ile kanisa kupiga makofi, tungepigia makofi. Haya. Ebu. Soma maliza hiyo. Inasemaje? Wokovu mbali na wasio haki. Sikiliza sasa. Ndio vizuri. Matizi sasa. Kwa sababu wokovu mbali na wasio haki. Ndio. Kwa maana hawajifunzi amri zako. Hawajifunzi amri za Mungu. Naye Mungu pale amefanya angano ya amri 10 na watu wake. Lakini hao watu wanasema wameokoka ama wameokoka na hawana amri za Mungu. Hiyo ni Mungu gani hiyo? Huyo ni Mungu gani? Hao watu ambao wanasema Bwana asifiwe. Amen kubwa. Nimemwona Mungu, nimefanya nini? Na amri za Mungu hawana. Ni wokovu gani hiyo? Maandiko yanasema katika Zaburi 119 mstari wa 155. Umesema wokovu mbali na wasio haki. Mbali na wasio haki. Kwa sababu gani? Kwa maana ndio hawajifunzi amri zako. Maana hawajifunzi amri za Mungu. Na ndio maana kanisa la Mungu kitu cha kwanza cha kujifunza ni nini? Amri za Mungu. Naam. Hiyo lazima ikuwe hapo. Amri za Mungu. Amri ya pili ile Mungu alipeana. Ya kwanza alisema hakuna Mungu mwingine. Yeye ni yeye pekee yake. Akapeana amri ya pili, ya tatu na ya nne mpaka 10 zikaisha. Leo tuko katika amri ya kwanza ambayo inasema aje? Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Hivyo tu. Haya. Tumeona kwetu sisi Mungu ni wangapi zaidi? Moja tu. Ambaye ni nani? Kwanza. Ambaye ni hapana, mjaribu lakini unakosea kidogo. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye ishike namna hiyo. Maana hiyo tu, hiyo ndio signature yetu. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Uchukua na si Baba ni Baba aliye Baba. Lakini duniani wako na Baba. Weka hiyo tofauti. Maana inakuja kutuka. Duniani tumeambiwa tuchunguze mbingu. Tunaanza kuchunguza hii mbingu. Kwa hiyo nataka uchukue hiki kitabu. Tusome ndani yake. Tuone kama kimetupatia Mungu mwingine. Hata ukurasa wake ni ukurasa wake wa 18. Katekesi ya maswali na majibu. Katekesi, kama wewe unanisikiliza na popote ulipo unaweza pata hiki kitabu cha katekesi ya maswali na majibu. Jipatie kopi. Kinauzwa katika every Catholic bookshop, kwa vibanda, kwa bookshop, enda huduma yako. Ndio uelewe kile kitu tunasema, hatudanganyi, tunasema ukweli. Katekesi na maswali na majibu inaonekana na katekesi ya kanisa Katoliki. Ndio. Yaani inatokana na hii kubwa. Ndio. Inatokana kuna nyingine kubwa. Kuna hii kubwa ambayo ni nzuri watu waelewe. Hizi mbili zinafundisha imani ya Kikatoliki. Na hiki kitabu kama unaweza kupata msikilizaji, enda pia ujipatie. Najua kuna nyingi sana wako nazo lakini kile kimeandikwa ndani hawajui. Lakini tutakuwa tukisoma sasa. Kwa hivyo tuko ukurasa ngapi? 18. Kwetu Wakorintho wa kwanza 8:6 inasemaje? Lakini kwetu sisi. Wakorintho wa kwanza 8:6 inasema?
Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Haya, tusomee katika hiyo kitabu anasemaje ukurasa wa 18? Katekisimu maswali na majibu. Inatokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Ndio. Kichwa. Katika ukurasa wa 18. Ndio. Kichwa. Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Twende. Katika imani ya Kikristo. Ndio. Fumbo kuu kwa yote. Fumbo kuu kwa yote. Ndio. Ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Wacha hapo. Niwaulize, kwetu sisi Mungu ni fumbo? Kwetu Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Amejificha. Fumbo ni kitu kinaonekana kama kitu kimefichwa. Ni kitu kimefichwa. Kwa hiyo hao watu kwa kuzungumza hivyo, kuna kitu wameficha. Na hiyo kitu tutakitoa hapa wameficha, tukiweka wazi, watu wajue waokolewe. Naam. Ukishajua ukweli na kuweka huru, watu sasa wamefungwa jela ya ushetani ndani ya dini. Na hapo ndipo tulikuwa tumefungwa kwa kuaminishwa hivi. Soma. Inaendelea kusema. Ndio. Katika imani ya Kikristo. Ndio. Fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Ndio. Tunaamini kwamba wao wanaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Wanaamini aje? Mungu Baba ni Mungu. Kwa hiyo wametakasa tayari wanaamini. Kwa hiyo wasiwaambie kitu kingine, si wamesema tunaamini. Na ni wao wanaamini. Na sio maandiko yanasema ni wao. Kwa hiyo huko ni kusema kwa Catholic. Sio kusema kwa maandiko. Nataka tuone tofauti ya maandiko na kitabu cha Catholic. Endelea kusoma. Kwa hiyo wamesema wanaamini nini zaidi? Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Mungu Baba ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu. Hao ni Mungu wangapi? Watatu. Wewe unanisikiliza. Hao ni Mungu wangapi? Watatu. Si watatu? Naam. Lakini wanarudi tena wanajikoroga akili. Sio kujikoroga. Kuna somo tulisoma asubuhi, Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Shetani alikuwa mrefu kuliko wanyama wote. Nyoka. Na nyoka. Alikuwa mrefu sana kuliko wanyama wote. Na nikajua kumbe shetani alikuwa na miguu. Na alikuwa anaongea. Na labda alikuwa na nywele nzuri. Hata labda alikuwa na kucha. Sababu aliweza kuongea. Na akafanya vitu fulani hapo. Alafu tukaona Mungu alikuwa amesemaje? Wacha tusome. Turudi hapo tusome. Na mnisikilize vizuri sana. Maana kuna tabia iko hapo mwanzo ambayo iko hapo katika katekisimu. Nataka hiyo tabia uione. Mwanzo 2:15. Ndio. 16 nzuri. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti ya bustanini waweza kula. Matunda ya mti wa bustanini unaweza kula. Ndio. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile utakapokula. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Nataka mshike hiyo neno. Nimesema utakufa hakika. Nimesema utakufa hakika. Utakufa hakika. Nisomee pale shetani alisema hamtakufa hakika. Mwanzo 3:4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kwa hivyo zile kama mambo inaenda wapi? Iko hapo ndani. Hapo. Sio ndani ya ya kwanza inasemaje? Hakika utakufa hakika. Utakufa hakika. Utakufa hakika. Hakika. Yes. Na shetani anasemaje? Hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Hamtakufa. Sio? Hamtakufa. Sio? Sasa nataka muone hakika shetani inafanya hivi. Inapindua neno la Mungu. Kama ilikuwa inaenda hivi na ilikuwa inaangalia hivi. Siku ya ibada ya watu wa Mungu ni gani? Siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Naam. Ya hao watu wengine wa shetani siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Aenda mbali, anaingia hapa karibu tu. Ama ni Friday. Friday ina. Unaona? Utakufa hakika. Hakika utakufa. Naam. Hapo. Hapo tu. So
Inasema katekisimu ya maswali na majibu inayotokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Utatu Mtakatifu, ukurasa wa 18. Katika imani ya Kikristo, fumbo kubwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Wanaamini Mungu Baba ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu. Mpaka hapo au ni Mungu wangapi? Watatu. Au ni Mungu wangapi? Watatu. Hata ongezeka tayari mpaka hapo tumeona Kanisa Katoliki limeongeza miungu wao watatu. Na ndio uthibitisho ni kweli. Ela hapo chapter 19, hapo page 19. Inasemaje? Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu linasema nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Mungu ni mmoja ambaye ndiye nani? Ndiye huyu ambaye ana nafsi ngapi? Tatu. So, hebu hesabu huyu hiki kitu hapa kikundi ndicho Mungu. Na huyu Mungu sasa tunaambiwa hapa ana nafsi ngapi? Tatu. So, nafsi ya kwanza inaitwaje? Inaitwa Baba ni Mungu. Huyu Baba ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu. Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Hizo nafsi zote tumekuwa ni Mungu. Ni Mungu. Unajua ukisikia nafsi unaanza sikia ni kama kitu kingine. Labda kadogo. Lakini huyu ametuonyesha yote hizo nafsi zinatoshana. Lakini wacha aseme yeye mwenyewe. Hebu soma hapo. Hizo nafsi zote zinatoshana na ni Mungu. Inasema. Ndio. Swali ya 24. Swali ya 24 inasemaje? Je, kila mmoja wa nafsi hizi ni Mungu? Je, kila mmoja wa hizi nafsi zote ni Mungu? Wanajibu wakisemaje? Ndio. Baba ni Mungu. Baba ni Mungu. Huyu Baba ni Mungu. Mwana ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Hapo kuna Mungu wangapi? Watatu. Kuna Mungu watatu. Lakini hiyo lugha ikianza kulikuwa na mtu mwingine hapa anaitwa Mungu ambaye ako na nafsi. Huyu ako na nafsi. Na nafsi ya kwanza anaitwa Mungu. Naam. Ya pili anaitwa Mwana. Ya tatu anaitwa Roho Mtakatifu. Na hao wote tunauliza, je, wanatoshana? Na wote ni Mungu. Wakasemaje? Ndio. Baba ni Mungu. Mwana ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Haya, hao wote ni wangapi? Watatu. So, kuna kitu inaitwa Trinity, Utatu Mtakatifu katika Kanisa Katoliki ambao unapinga maandiko ya Mungu. Na hiyo doctrine haiko hapo peke yake. Hiyo imeaffect mpaka madhehebu zingine. Wacha tuangalie wanasabato. Chukua kitabu cha wanasabato. Tuone wanasabato wale wanaitwa SDA nominal ambao ilikuwa tayari kwa huko Marekani. Naam. Wanasemaje kuhusu Mungu watatu? Wanasemaje? Seventh-day Adventists believe. Wanaamini aje? The Trinity. Wanaamini The Trinity. Wanaamini katika utatu. Shika nisomee. Hata hivi. Wanaamini katika utatu na wanaaminisha watu duniani utatu. Kwa hivyo kuna mapambano ambayo yanaendelea. Na wewe unayenisikiliza, naomba unisikilize taratibu. Maana labda wewe umeaminishwa vile shetani anataka uaminishwe akiwa na Kanisa Katoliki. Akiwa na Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki iko na mafumbo mengi, lakini ndani kijificha na namna gani tunawajua ndio maendeleo ya shetani. Na wasomea mstari hapo. Wao katika vitabu zao. Soma hapo. Inasema The Trinity. Utatu. Hii ni Seventh-day Adventists believe. The Trinity. Ndio. There is one God. Wanaamini kuna Mungu mmoja, Father, ambaye ni Baba, Son, Mwana and Holy Spirit. na zipo ni Katoliki wanasema A unity of three co-eternal persons. utatu wa vitu vitatu, umoja wa vitu vitatu ambazo zinaishi milele. Endelea. Inasema Inaendelea kusema a unity of three co-eternal persons. sote kumaanisha huyu Mungu wetu mzee. Umeniambia anaitwa Mungu mmoja ambaye anaitwa Baba. Hao wanasema ni umoja wa watu wangapi? Kwa hiyo ukiondoa moja, huyo Mungu anakuwa kiwete. Anakufa. Anakuwa kiwete. Lazima
utaanguka kwa barabara. Kuna Mungu tu ambaye ako hapa. Na ndiye nataka mnayesikiliza unifuatilie taratibu. Sifanyi mzaha, sifanyi kejeli, natumia mifano kama vile Mungu anavyofunulia manabii wake kukuonyesha Mungu ambaye amesimama kama tutu ya miguu mitatu. Ukiondoa Mungu mmoja, hiyo gari inakwama kwa barabara. Inakwama kwa Huyo ni Mungu ambaye tunaambiwa endelea kusema. Endelea kusema hapo. Inasemaje? The Trinity. There is one God. Mungu mmoja. Father, A unity of three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Ndio. A unity of three co-eternal persons. Ndio. God is immortal, all powerful, all knowing, evil. Haya, nataka sasa unipeleke katika ile hiyo. Wanaaminisha watu. Wanataka wewe unapokuwa Mkristo uamini aje. Nisomee hapo. God the Father. Two. The Godhead. Three. God the Father. Nataka hapo. God the Father. Wanataka waamini kuna Mungu Baba, God the Father. Unaelewa? I believe that God the Father is the power that keeps me. So, wanataka uamini unapoingia katika ile sio uamini ya kwamba kuna Mungu ambaye ni Baba ambaye anakuwezesha. Kitu kingine wanataka uamini ni soma 5. God the Son. Wanataka uamini kuna Mungu Mwana. I believe that Jesus. Yaani wanakuaminisha, wanataka kuamini ya kwamba Yesu ni God the Son. Ni Mungu Mwana kwa Kiswahili. Mungu Mwana. Yesu hakusema yeye ni Mungu Mwana. Kwa maandiko yote amedhibitisha kwa maandiko mengi zaidi ya 20 ya kwamba yeye si Mungu Mwana, yeye ni Mwana wa Mungu. Nimemwambia shetani anafanya nini? Anageuza hivi. Yesu anasema I am the Son of God. Na wao wanasema you are the God the Son. Hivyo ndio wanafanya. Kitu cha tatu wanataka waamini ni nini? God the Holy Spirit. Wanataka waamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Na hiyo Mungu Roho Mtakatifu ndiye anasumbua hii dunia, na nitamtoa vizuri uone kazi yake. Na vile anafanya kazi. Sasa hao ndio mazilie. Niwaulize swali. Wameamini kama Wakatoliki ama hawajaamini? Wameamini kama Wakatoliki. Wewe unanisikiliza, pima maneno yangu. Au wameamini kama Wakatoliki ama ninawaonea? Ama wameamini kitu tofauti? Hawaoni. Si nimesema? Naam. Au nimesema? Wanaamini hivyo. Wacha tuangalie wengine. Kabla tuende hapo, wacha tuangalie wengine wanaitwa Christian Outreach. Kitabu chao kibwana. Angalia kitabu chao. Hii kitabu kinaitwa Master's Code. Na wewe unayenisikiliza kama umewahi kusoma ama hujakisoma, chukua usome. Ndio ujue unaweza kuwa umeaminishwa ama umeaminishwa katika Catholic. Wewe ni Katoliki na ujui. Nasema hivi ili kila aliye katika hii dhehebu ya Christian Outreach Master's Code. Na kama uko na maswali niko live. Namba yangu iko. Utanipata. Niwaonyeshe vizuri anguko ambalo liko hapa na wengi hawajui. Maana hii roho ya shetani inafanya kazi hapa. Na ukiitambua inaenda kama huko amepigwa na mawe. Ikipiga kelele. Inaangaga ikipiga kelele. Sababu ni ukweli mtupu. Na vile nimechunguza Catholic, nimechunguza watu wa SDA, nachunguza pia hapa. Shika msomaji usome. Ukurasa wa 20. Chunguza nao tuwachunguze. The Master's Call. Glory and honor to the King Supreme. The Minister School of Experience. Benjamin Ships. Ukurasa wa 20. Tusikie na wao wanasemaje kuhusu Mungu. Maana wewe sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Na wao wanasemaje? 20 pale chini. Inasema we have the Father which is God. We have the Father which is God. The Son which is God. The Son which is God. And the Holy Ghost which is God. Na Roho Mtakatifu ambaye ni nani? Ni Mungu. Endelea. They are all one.
na hawajui. Naam. Na mimi kama nabii wa Mungu, kama mhubiri wa kweli wa Mungu, lazima nisimame mchana niwaambie. Kweli. Hiyo ndio kazi niko nayo. Na najua nitachukiwa. Lakini sio bora mpaka ujumbe. Rudia tena maandiko. Inasema the master's call, glory and honor to the King supreme. Ndio. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ndio. The master's school of experience. The master's school of experience. Benjamin Sheets. Huyu master nitakuja kumchunguza. Unajua ni master mgani huyu? Endelea. Page 20. Ukurasa wa 20. We have the Father which is God. Wanasema wako na baba ambaye ni Mungu. The Son which is God. Tuko na mwana ambaye pia ni Mungu. Ni Mungu. Endelea. And the Holy Ghost. Na tuko na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Ambaye ni Mungu pia. And they are all one. Na wote ni kitu kimoja. Wao ni mmoja. Na wanaitwaje? And they are all Jesus Christ. Na wote Roho Mtakatifu ni Yesu. Yesu mwenyewe ni Yesu. Baba mwenyewe ni Yesu. Sasa ataingia Katoliki. Afadhali gani? Afadhali hapo sasa. Sasa hii ni hatari. Hii ni hatari. Kwa hivyo wapendwa, nataka hii somo mjue tofauti yake na wao ni nini. Nimeeleza msingi wa Biblia na wa amri ya Mungu. Sasa hivi nakutolea ndimi tatu. Ndimi inaitwa Christian Outreach, ingine inaitwa Catholic na ingine inaitwa SDA. Na hii maneno tunaongea hapa tuongeaje hapa peke yake. Tunawaomba watu pale nje wakuje kusemezana. Ndio nuru iangaze kwao. Ikishaangaza sisi ndio watakolewa. Naam. Sisi tutegemea wala kuona vibaya na mtu yote. Tunaleta ujuzi mbele ya macho ya watu. Hapo tunaona kuna Mungu wangapi? Watatu. Wameshauriwa hajashauriwa? Na wote ni Yesu. Na wote ni Yesu. Na wote ni Yesu. Haya, tuangalie wengine wanaitwa Waislamu sasa. Nao tuone wanasemaje. Al-Qur'an. Wacha tuone Waislamu na wao. Wako na miungu wangapi? Na huyu Mungu wao anakaaje? Nipatie 53 19. Ninasema. Sasa tunaangalia Mungu wa Islamu na Waislamu kama mnanisikiliza na mnapinga hivi. Ndio tuseme sana. Mnajua tuwaogopi, tunasimama na nyinyi kwa kiwanja, tunafungua viwanja, tunafungua vitabu. Sababu hiyo Qur'ani si kitabu cha mtu na hatuwezi kuwa mtu na Mtume Muhammad si nabii wa Mungu. Lakini tuko wazi, ndio tuseme sana kuonyesha muamini Yesu muokolewe, maana kuna mahali unaenda. Soma katika Qur'an. Hiyo ni Qur'an ama Al-Qur'an. Ndio kitabu cha Amina. Ndio. Na inasema katika sura Najm. Sura ya 53. 53. Inasema aya ya 19. Inasema aya ya 16, 19. Inasema je, mumewaona Lata na Uza? Umemwona Lata na Uza na Manata Mungu wenu. Mwingine watatu ndio waungu hao badala ya Mwenyezi Mungu. Sasa badala ya Mwenyezi Mungu kuna nani? Lata, Uza na Manata. Sasa huyo ndiye Mungu wa Waislamu. Na unatutuka sana. Huyo mtume ni mtume wa ajabu sana. Maana ni mtume wa kipekee, hakuna mwingine kama kutoka kwa Adam mpaka leo kuna mtume mwingine ambaye amewahi kuonekana akihubiria mashetani. Huyo ndiye mtume tu anahubiria mashetani. Ukurasa wake ni wa 72. Ukiusoma vizuri unaongea vile kundi la majini. Na hiyo kundi la majini iliposikia hebu chukua hiyo tusome hapo kidogo ndio tupeleke mahali pengine. Qur'an 72. Hata tuanze na sura ya 46. Hapo ndio sasa inasema aliletewa kundi la majini. Hapo basi. Nasema 46 sura Al-Baqarah. Ndio. Ndio nini? Inasema sura ni ya 46. Mstari wa 9. 46. Haya ni ya 29. Anza hapo 29. Na wakumbushe
tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Basi walipohudhuria walisema, majini wanakuja kuhudhuria kusoma Qur'ani na Muhammad na Muhammad. Na waliposikiliza Qur'ani wakasemaje? Walisema kuambiana na masemi, msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ulipokwisha soma, wakati Qur'ani imekwisha soma, walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Wakienda wakashika hata ya kwenda kuonya wengine. Wakiwaambiaje? Wakasema, hakika enyi watu wangu wetu, hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya nani? Ya Musa. Simamia hapo kwanza. Kwa hiyo hicho kitabu kimekuja baada ya nani? Ya Torati. Baada ya nini? Torati. Baada ya Torati. Si Musa ndiye aliletewa? Naam. So majini wanatufunulia kwamba kuna kitabu kingine kimeletwa baada ya nini? Torati. Endelea. Wanasema inasema fafanuzi ya aya yake inasema, mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu, sikilizeni hapo, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Kwa hivyo huyu ni mtume ambaye amepelekwa kwa wapi? Kwa majini. Ndio. Kama Qur'ani nzima na hadithi za mitume zinavyoonyesha. Kwa hivyo hadithi za mtume ni kama hiki kitabu tulikuwa tunasoma kinaitwaje? Alul Marjan. Alul Marjan na zingine mbili. Mpaka mkali. Ziko mingi sana. Ningependa usikie maajabu nyingine ya huyu mtume. Naam. Tumeona akihubiria majini. Na majini wakasema hakika majini wanakataa jambo la maana sana ambalo kwetu ni la maana sana. Hebu nipatie hapo 72. Unasema kutoka sura Jin. Ndio. Yaani sura ya majini. Ndio. Inasema sema ndio. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, ndio, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Wamesikia Qur'ani ya ajabu, ndio, inaongoza katika uongofu. Nisomee 14 inasema, endelea. Inaongoza katika uongofu. Kwa hiyo tumeiamini. Wamefanya nini? Wameiamini. Wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Ndio. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka. Ndio. Kabisa. Ndio. Hakujifanyia mke wala mwana. Wamesema hakika Mungu hakujifanyia mke wala mwana. Haya, nipatie sasa 601. 601. Qur'ani. Qur'ani 601. Sikia nayo inasema nini? Inasema katika 601, yeye ndiye Muumba wa mbingu na ardhi. Yeye ndiye Muumba wa mbingu na ardhi. Inamiminikanaje? Awe na mwana. Hali ana mke. Kwa hivyo Qur'ani iko na miungu watatu. Na wamekataa ya kwamba Mungu ana mwana. Na sisi katika imani yetu ambao sasa nimejenga hoja na nikaweka msingi. Mungu ni mmoja, ako na amri zake zinasema ni yeye wa pekee na usiwe na Mungu mwingine. Huyo Mungu tunamwona ni mmoja. Tumeangalia hizo mbili tatu, 4. Na tumeona ziko na Mungu